12th May and a matatu accident has been reported called Uppercut ya Mwiki Expresso Sacco, but hapo mbele imeandikwa Makmende. But the whole unfortunate and sad story has made me remember this excerpt from the book Mbali na Nyumbani by Adam Shafi. Adam Shafi. And how far back it goes, because this is a true account, and his POV is 1957. Matatu culture hasn't changed or even evolved so much. It's more or less as fire as it has always been, because here it says, oh wow, sura ya 12 na leo ni date 12 May. Anyway, aliniajiri kwa mshahara wa shilingi 50 kwa mwezi na posho ya shilingi 2 kwa siku. Hiyo ilikuwa ndio ajira yangu ya kwanza katika maisha yangu, ajira ya kuwa kondakta wa basi. Mimi kazi hiyo sikuijua wala sikujua ikifanywa vipi. Kwetu nilikotoka kulikuwa hakuna mabasi. Mabasi yaliyokuwepo kwetu yalikuwa ni magari ya matwana. Magari yenye mili ya mbao. Hisi ni mkokoteni jameni. Magari haya huwa hayana kondakta kama mabasi ya hapo Kenya. As you can see, we were at the top of the game back then bado. Mabasi ya hapo Kenya. Reminds me of the war between Jamaica and Kenya. And the way we won the challenge, and the song Conscience Do Something, where he says what's the beginning? We no fight, we no frightened of anybody, but we respect everybody. Da 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 na 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 na. And we better than everybody. No boy no better than we. And then comes a boy called Lit Boy. And his name, matatu dancing challenge, or should I call it Lit Boy Nganya culture? I don't know. Yeah. Anyway, yeah. Matwana huwa na dereva. Where was I? Magari haya huwa hayana kondakta kama mabasi ya hapo Kenya. Magari ya matwana huwa na dereva na utingo tu. I'll jump this paragraph and go to the third one. So like how they all have names. The matatus, that is Nganya. Huo mwaka hizo enzi ilikuwa inaitwa Kuiva. Not Quiver, like Kuiva. Kuiva lilikuwa ni basi dogo la rangi ya kijani. Uwezo wake ulikuwa ni wa kubeba abiria 21 tu. Safari yake ilikuwa ikiishia Kakamega na kurudi siku hiyo hiyo. Liliondoka Bungoma asubuhi na mapema, na safari ilianza stesheni ya reli ambako lilichukua abiria waliowasili alfajiri kwa treni iliyotokea Kampala. Hata si ya Nairobi. Hii ni matatu Nganya basi ya Kakamega Bungoma. Hey! So that's one aspect of the Matwana matatu culture I wanted to highlight. And then there's the other one here. Ukorofi wa abiria nao ulikuwa na adha yake. Nilikuwa nikimwambia abiria nauli shilingi 3, yeye alilipa shilingi 1. Huendelea na ubishi mpaka pale utakapomtishia kumshusha njiani. Like we've seen in the past, someone is unfortunately thrown out of a moving bus because of not paying the amount or not paying at all. As you can see, it was still happening back then. Huendelea na ubishi mpaka pale utakapomtishia kumshusha njiani, ndipo atakapokulipa hizo pesa zilizobaki. And then there's another ndio ingine, uhuni, uchepe na ulaghai wa
madalali, makondakta na utingo wa mabasi yanayoegesha kwenye kituo cha Kakamega nayo yalinipa mtihani. Kwa jumla, nilikosa sifa zote ambazo kondakta wa kuiva alitakiwa awe nazo. Activate battery saver. Battery low. Nilihisi what? Pardon me. Nilihisi kwamba kile kisimati kilichoniangukia kisimati. Kilichoniangukia kisimati cha ajira niliyoipata kwa bahati tu bila kutarajia kilikuwa katika hatari ya kuniponyoka. And then another aspect other than uhuni is he gets the license to operate the PSV as a conductor. And then hapa nasema hapa nilijiona sasa nimekuwa conductor aliyetimia. Nilijifunza jinsi ya kuning'inia mlangoni kwa mbwembwe na kuparamia ngazi mpaka juu ya kipaa. Huko nikaifunga baiskeli na halafu nikashuka huku basi likiwa katika mwendo wa kasi kubwa. Again, similar sights that we see in today's matatu culture. And then there's this one where carrying excess passengers. Jambo lilokuwa likinipa usia mkubwa katika kazi yangu ilikuwa ni kule kusakwa na askari wa usalama barabarani kila siku. Wao na makondakta walikuwa kama paka na panya. Wao wakiwasaka makondakta na makondakta wakiwakimbia. Walipojibanza barabarani kuyavizia mabasi yaliyosheheni abiria kuliko idadi inayotakiwa. Madereva walikuwa huwapa makondakta na mabasi mengine ishara maalum ya kuwawashia taa. Again, similar scenarios today. Hiyo ilikuwa ni kwa kuwajuvia kwamba askari hao walikuwa wakivizia barabarani. Fast forward, they give hongos. Kwa hilo, makondakta wao kutoa kitu kidogo au asoya wanavyoita wao wenyewe kwa askari wa usalama. Lakini mara nyingine walikuwa na wasiwasi huo usije ukawa ni mwanya kwa makondakta kuwaibia. Inchi ya kitu kidogo since kitambo. So even as we see the events of today, surprising how the matatu culture has always just been the same. Speaking of Lit Boy, I remembered the song by Tipsy G and some guy called Parrot someone. The song Ganya, where I think it's in the hook or maybe I think it's the hook or chorus, I'm not sure. Where it says Nganya ni culture na kwetu pia ni lifestyle, especially amongst the youth. Because if you look at the people who are on that road trip that has been reported today, young people, hata kwa news wanawaita youthful adventurers. So, yeah. And then it was just a whole track of thought. From Ganya by Tipsy G, there's an older song about matatus by Calligraph, although he had been featured by an artist. Kwanza huyo artist alienda wapi? He was called Tunji Madzaronga. And now if you were to decipher that verse ya Calligraph, it carries a lot of weight in connection to what I've just read and what has just happened and the entire matatu culture as it is. Because he says what? Let me see. I used to love his verse a lot because he mentions my name Wanjiru. Nganya usitake jua vile zinachanganya. Hizi nganya zinapendwa na matini, zinawamada amini usiamini. That's the line that first came to me because I was like, oh, someone died because of a reckless driver in Anganya. And then there's that line. Of course, it was meant to be wordplay and just a fun lyric, but the wording hits deeper now. Like, hizi nganya zinapendwa na matini, zinawamada amini usiamini. Jones. Hizi ndizo zile mi upanda nikitaka kuwa na Wanjiru na Akinyi.
Anyway, hapa si unasikia mtu alijifunza kuning'inia mlangoni. Kwa hiyo verse ya calligraph kuna mahali husema kitu kama hiyo. Sijui nimehang mlangoni, niko kazini, something like that. But yeah, what will I be doing with a girl like you? We're proud of the matatu culture, but at the same time, we need to be a little bit more careful. And all the best. Why am I saying all the best? Okay, time to go. Speaking of no boy better than Way, of course, Lit Boy proved he was better. Nini, then the song by Nganya by Tipsy G. So you're anajiita Lit Boy, and then most of Tipsy G's songs start as Mana Tipsy G. So there's a boy, there's a man. But since he's tipsy, they both are lit. Ni hayo kwa sasa. Kitabu Mbali na Nyumbani, there by Adam Shafi.